unaposikia sauti ya Mungu, unaposikia akizungumza, unaposikia akiitana, je, unaona haja ya kuwa na mabadiliko ama ubaki vile ambavyo ulivyo? Tena akasema sio mabadiliko tu ambayo ninataka, pia ningependa unihusishe katika mabadiliko na mianzo ya kazi yako njema ambao umeanzisha ndani yangu. He wanted to cooperate. Na mambo hayo yakawa magumu sana. Na sehemu hiyo ya mwisho inasema kwamba in wrath remember mercy, kwamba ukiwa na ghadhabu, ukiwa umechukia kazi yangu, sasa ninaomba nipate rehema mbele yako. Maana yeye alijiona miaka mingi ambaye alikuwa amepoteza, akaona umri wake na miaka ile alikuwa hana uhusiano na Mungu, akaona hapa nimepoteza ambao, vile tunasema katika lugha ya kimtaa, nimepoteza ambao, nimetupa. Akasema kwa sababu nimesikia sauti yako, kwa sababu nimetii maagizo yako, kwa sababu ninaona ninahitaji la mabadiliko, sasa niruhusu ili utakapoleta hasira yako kwa watu wasiokutii, mimi nipokee rehema, mimi nipokee neema. Wana wa Mungu, wewe unapojioji maishani mwako mwote, habari hii sio mpya ya kusema revival and reformation. Ni habari ambazo umekuwa ukisikia siku nyingi. Umeenda katika hali mbalimbali ya kupata uisha mazungumzo ya Biblia, kuhimizana, kufahamishana na pia kupata ushauri. Swali langu ni hili: ikiwa Mungu angekutembelea siku ya leo, what is it that will make him spare you? Ni kitu gani ambacho ungesema kwamba kwa sababu ya hiki ambacho nimetenda, hebu na mimi nipokee rehema zako? Kwa sababu Habakuku yeye anasema, nilisikia sauti yako, nikakuelewa na nikachukua hatua kwa lile ambalo ulikuwa unataka mimi nilifanye. Je, wewe ikiwa habari imekufikia, what are you want to present as you bargain with God if you are given that chance? Ni kitu gani ambacho ungeweka mbele? Maana yeye amesimama kidete, amejitetea, anasema unapoleta ghadhabu ambayo ni kali sana, mimi naomba kitu kimoja, ukumbuke wema ambao nimetenda. Na je, what will you love to be remembered for? Ungependa ukumbukwe kwa kitu gani? Kwa maisha yako kama Mkristo, maisha yako kama msafiri, ungetaka ukumbukwe kwa jambo gani? Maana Habakuku yeye alisema, ikiwa utaleta ghadhabu, angaa unikumbuke kwa sababu nilikusikia. Mbona watu wengi wamekataa kusikia sauti ya Mungu? Mbona anaendelea kuwasihi? Mbona anaendelea kuwashauri? Mbona anaendelea kuwatafuta, lakini hawataki kusikia? What will you like to be remembered for? Je, wewe ungekumbukwa kwa kitu gani? Na swali hili ni swali nyeti sana katika maisha yetu. Inafaa ujiulize, mbona Mungu akukumbuke? Mbona Mungu akujali na wewe haumjali? Umekataa kutii sauti yake, umekataa kufuata maagizo yake, umekataa kufuata mwelekeo wake. Na hapa miongoni mwa watu wa Mungu, hapa mahali ambapo tunaishi, na kuna watu wengi ambao wako pale walio na hitaji ya ujumbe wa neno la Mungu, ujumbe wa ufufuo, ujumbe wa kuunganisha pamoja na Mungu, na haujachukua hatua hiyo ya kuwafahamisha habari ulio nayo na imani ile ambayo unazidi kuitetea. What will you be remembered for? Mtumishi wa Mungu anasema kwamba wakati wa ghadhabu mimi unikumbuke kwa kusikia sauti yako. Ingekuwa ni bora, wana wa Mungu, nawe leo hivi, ikiwa Mungu atakupatia nafasi na wewe useme, kama unakuja kwa ghadhabu kubwa,
kuangamiza wale wasiokutii, nami unikumbuke, kwa sababu wale ambao walikuwa miongoni mwetu ambao ni masikini, nami niliwashughulikia. Kabla hujaniangamiza, remember me for this. Watu wa Mungu, ningependa kuwatangazia siku ya leo ya kwamba wengi watakosa kufika mbinguni, si kwa sababu hawakuwa waaminifu kwa mambo ambayo walikuwa wanatenda, si kwa sababu hawakuwa wanatoa pesa zao katika ujenzi, si kwa sababu walikuwa hawatoi zaka ama sadaka, lakini wengi watakosa mbinguni kwa sababu wamekataa kuhusishwa na kuhusika katika kazi ya Mungu. Hapa Habakuku anasema, mimi nilisikia sauti yangu and I was willing to spend and to be spent of you. Mimi nilikubali unitumie na pia nitumike kwa ajili ya kazi yako. Nataka niwaambie watu wa Mungu, pasipo kukosa lugha ya kusema, wengi hapa wataweza kukumbukwa kwa sababu ya kuharibu sura zao. Bleaching. There are people who are experts in bleaching. Wamebadilisha sura zao, wamebadilisha hali yao ya kimaumbile ambao Mungu alisema, na anapoangalia kutoka mbinguni anashangaa, watu wangu wamekataa kusikia sauti yangu. Maana alisema wakati wa uumbaji, everything is very good my pastors. Na anasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 139 verse 1 anasema ya kwamba how fearful and wonderfully I am created. And watu wangu hawa wanaostahili kusikia sauti yangu wameanza kujibadilisha katika hali yao ya kimaumbile. What will you want God to remember you for? Nasema ya kwamba in wrath remember mercy. Nasema ya kwamba hao watu wamekataa kutii sauti yangu, wamekataa kupata uisho na uamsho wa kipekee. Sasa wamekuwa wakuniabudu mimi, the service of 2 hours. You are rendering to God a service for 2 hours. Na sisi sote tunajua ya kwamba sisi kazi yetu ni sundown to sundown, true or false. But how many hours do you give to God? Na anasema mambo haya ndio yanastahili kuishwa, mambo haya ndio yanastahili kurudiwa, mambo haya ndio yanastahili uyafuate, uangalie ni mahali ambapo ulipoangukia, ili anapokuja kwa ghadhabu yake, he can at least say you heard the message and you reformed, you changed. How many hours do you give to the Lord, you men seated here today? Masaa mangapi unampatia Mungu wako? Masaa mengi ambayo tulio nayo watu ni kwa simu, ni kwa TV, ni kwa vitu ambavyo havina maana. Na kwa simu hapo kuna vitu ambavyo mnajua mnaangalia. Nudity. Nudity nasemaje kwa Kiswahili? Basi sawa tu. Sawa tu. Anasema nimekuita, je, umesikia sauti hii? Watu wengi wamekosa kuja ibada. Hata ibada ya siku ya Sabato watu wanakuja tu wakichelewa na wanatoka angali mapema. Wengine wameanza kutafuta udhuru mbalimbali wa kukosa kuja. Ndiye anasema nitakapokuja kwa ghadhabu yangu, when I come in my wrath, what do we have on the table that I can bargain with you? Na watumishi wengine ndani ya Biblia ambao mambo yalipokuwa yanaharibika, kama Nehemia anasema ya kwamba Mungu, nilifukuza Tobia, nikafukuza Sanballat kutoka kwa hekalu yako, na anasema remember me for these things. What would you like to be remembered for? Je, wewe ni kitu gani ambacho ungetaka ukumbukwe kwacho? Maana anasema in mercy, in wrath, do what? Remember me. Wapendwa, ni huzuni mkubwa sana wakati mtumishi wa Mungu Habakuku anasema, mimi nilikusikiliza vizuri na ninasema kufua kazi njema ndani ya maisha yangu, unibadilishe ili nifae machoni mwako. Na wewe na mimi tumepata nafasi saa hii katika maisha haya, katika miaka hii, nafasi zako iko na anakuhitaji ili unganike pamoja katika utendaji wako kazi. Kuna watu miongoni ya watu wa Mungu ambao wako na ugonjwa unaitwa
foot and the mouth disease. Foot and the mouth disease. Wazee, ninakubalika kutoka hapa juu. Ninakubalika. Wasiimbe wao wasioamini, watoto wa Mungu ndio, watoto wa Mungu ndio twenenda Zayuni, mji mzuri Zayuni, twenenda juu Zayuni, ni maskani ya Mungu. Habakuku alisikia sauti ya Mungu akasema, mimi nimesikia. Na miongoni mwetu hapa kuna watu ambao wana talanta. Wengine wana talanta ya uimbaji, lakini bado unakalia hiyo talanta ya uimbaji, na Mungu anasema ninaitaka sasa, na kama sio sasa, sasa hivi. Je, wewe umesikia wito huu? Maana talanta hiyo ulipewa ili uitumie kwa kukuza nyoyo za watu wa Mungu. Uitumie ili ubariki watu wa Mungu. Uitumie kwa kuunganika pamoja na Mungu katika utendaji wake kazi. Lakini licha ya kuwa na talanta hiyo, wengi wamekuwa na ugonjwa unaitwa foot and mouth. Ugonjwa gani huo? Mguu wako unauambia sasa, mguu nipeleke niende kuchonganisha watu. Kwaje kuna watu hapa ndani ambao ni wachonganishi. Watu wepesi sana, anaenda kwa haraka, anaenda kwa haraka, anaenda kwa haraka hapa, alafu anasimama hapa, anaangalia watu wakifanya nini, wakiongana. Foot and mouth disease. Watu ambao ni wepesi. Na wewe dada, na wewe ndugu, na wewe ndugu, na wewe ndugu, ndio sauti inakuja. Habakuku anasema, nilipoteza miaka mingi kwa kufanya vitu visivyokuwa vya maana. Sasa niruhusu katika miaka hii ili nisikie sauti yako, ufufue kazi njema. Badala ya kuwa na ugonjwa wa miguu na mdomo, badilisha mdomo wangu uwe mdomo wa kubariki watu wa Mungu, wala si kulaani watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. So that when he comes in wrath, you can have at least something to bargain with. Naweza kusema ya kwamba mimi nilikuwa natumia miguu yangu kwenda kwa haraka na mdomo wangu kwa kuchonganisha, lakini niliposikia sauti yako niliitii, nikasema hapo tena siendi. Mimi ni mtoto wako, jamani, niruhusu nikubali niende pamoja nao. Miongoni mwetu hapa watu wa Mungu, na ndio Habakuku anasema we really need a true revival and a true reformation, because much of the time we are full of religious formalisms without life. Mzee, makosa nilikuambia, watu hao walienda shule wakajua Kiingereza lakini hawasikii Kiingereza. Hiyo ndio makosa. Ni mzee Kelera niliambia. Hii sikuambia. Nasema ya kwamba we are full of religious formalisms without life. Yaani kuna vitu ambavyo unataka lakini havina uhai ndani yake. Unakuja kanisani kimtindo, unatoa zaka kimtindo, ukitoa za ujenzi kimtindo, na position ya kanisa Kirera. Mwaka huu ukifanyiwa uchaguzi alafu uambiwe enda idara ya watoto, umezishwa kazi, hautashuka kazi, hautasushia kuja kanisa, wewe bure kabisa. Mzee wa kanisa aliyekiri yake sawa sawa, akibadilisha uzee anaacha kanisa. Kirera, you follow me? Kama uko sawa sawa
unaacha kanisa, maana umezishwa nini? Cheo. Si kuna watu ambao wanaishi maisha aina hiyo? Mtu akibadilishwa idara ya kanisa anasema, kwani nilifanya nini ukafanya nini ukanibadilisha? Kwani unataka ufanye nini ili ubadilishwe? Unataka ufanye nini ili ubadilishwe? Na ndio mtumishi wa Mungu Habakuka anasema, revive your work in the midst of the years. Tumepoteza miaka mingi kwa vitu ambavyo visivyokuwa petty and non issues, vitu visivyokuwa vya maana. Hivyo ndivyo tumekuwa, kama juzi nilivyowaambia, tumekuwa kama paka anavyochezesha panya. Wala ambao mnapaka, mimi ni mfugaji wa paka, lakini sasa hivi sina, maana I'm also traveling. Wale ambao mnapaka, unaona paka akishika panya, anashika, anachezesha, anapiga hivi, na weka chini, anaangalia. Akitingika kidogo tena anaenda anapiga, na weka chini. And that is how much you have allowed the devil to play about with you. Nguvu ulizo nazo, uwezo ulio nao, akili ulio nao, ni Mungu amekuruhusu tu ili uitumie kwa ajili ya kazi yako. Wana wa Mungu, Habakuka anasema, mimi nimesikia sauti yako, in wrath remember mercy. Lakini wengi wetu hapa, Mungu anapotubariki unajawa na kiburi. Mungu akikubariki na elimu, basi unafikiria umefika mbinguni, accidentally living on earth. Akubariki tu na elimu kidogo tu, sio sana, you think you are in heaven, but here by accident. The pride of this life. Unaanza kushtua watu na elimu yako, unaanza kushtua watu na mali kidogo tu ambayo Mungu amekupatia, unaanza kushtua watu na kwa vitu ambavyo havifai. Ni wangapi ambao wako na mali katika duniani na wamekufa, wameacha hapa? Biblia inasema ya kwamba naked you came, naked shall thou return. Na ndipo Habakuka anasema, kwa wakati huu ambapo ulikuwa unaishi na maisha ya aina hiyo, maisha ya kiburi, maisha ya maringo, unaringa na vitu ambavyo sio vyako, vitu ambavyo Mungu amekubariki navyo, anasema sasa badilisha vitu hivyo vifanye kazi ya Mungu, ili anapokuja you at least say, I used to be very proud but now I'm humble because God, you spoke to me. Nina huzuni mkubwa watu wa Mungu, na kitu ambacho kinaua watu wengi, Wakristo wengi wanakufa si kwa sababu ni wagonjwa, lakini wanakufa because they hate to be corrected. Are you following me? They hate to be what? Kuna watu wengi habari hizi wanazijua, wamezielewa, si ngeni, lakini kuna watu ambapo neno la Mungu likimzungumzia ama akirekebishwa, anaanza kuchukia watu. Chuki hiyo itakumaliza. Na God is saying that in wrath remember what? Mercy. What will you be remembered for? Je, wewe utakumbukwa kwa tendo gani? Je, Mungu atakukumbuka kwa kitu gani? Watu hawa ambao mnakaa pamoja na wao watakukumbuka kwa kitu gani? Let me tell you, brethren, that it is sometimes so worrying when some of us grow stubborn and obstinate. We want to have our own way and not God's way. Mara nyingi sisi kama watu tunataka njia yetu. Kuna miongozo, kuna maelekezi ambayo tumepata kwa neno la Mungu, lakini mara nyingi tunapuuzia. Biblia inasema hivi na wewe unaenda hivi. What will you be remembered for? Maana Habakuku yeye anasema, unapokuja kwa ghadhabu yako, kwa hasira yako, ili kulipa kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako, lakini ukumbuke ya kwamba mimi ulipoongea nilikusikiza na nikakutii. How many times have you been warned and you become stubborn? You know it's wrong, but you still do it.
Wale wazima ambao mko hapa, talk to me now. Ukifanya makosa unajua ama haujui? Wale wazima, talk to me please, talk to me. Let's be more lively. Ndio sababu nilitoka huko juu, niliona hapa niko mbali sana. Nilionekana kana kwamba niko mbinguni na nyinyi mko hapa duniani. Nikasema wote sote tuwe duniani. Hallelujah. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins washed away, and mine eyes Now talk to me, elders and adults. Sorry, adults, talk to me. Je, ukifanya makosa, unajua umefanya makosa? Unajua. Ni kwa nini unakasirika unapoambiwa umefanya makosa? Kwa sababu tayari unafanya nini? Unajua. Watu wa Mungu, hisia za ndani, dhamira inakushtaki kwamba umefanya makosa. Badala ya kwanza kujustify, kuna watu wanafanya makosa and you want to justify. You want to look for ways and means to make sure that hayo makosa umeyajustify. Yaani umeyafanya yameonekana kana kwamba si makosa. Mungu hapendi hivyo. Yule ambaye amemfahamu anasema kabla uniambie ninajua makosa yangu. On a hill far away stood an old ragged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that cross, what the dearest and best, for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross, in exchange someday for the crown. What have you exchanged for the crown of Jesus Christ? Ni kitu gani wewe umepeana kwa sababu ya masumbufu aliyoyapata Yesu? Wana wa Mungu, what is it that will make me spare you in my wrath? Mungu anauliza, je, ni kitu gani hicho ambacho kitanizuilia ili nisilete ghadhabu yangu kwako? Wale ambao mko hapa na kwenye sauti hii inasikika, swali ni hili: what is it that will make God to spare you his wrath? Ni kitu gani hicho ambacho wewe hata kidogo utamshtua nacho? In quotes of course. Ni kitu gani hicho ambacho tunasema Bwana, kabla useme hayo na mimi anga nilifanya hivi? Ni kitu gani hicho? Anauliza, what is that? While we are living in a life of hypocrisy, maana tunaendelea kuishi maisha ya unafiki, na anauliza, mpaka lini mtaendelea kutanga mbali nami? Mpaka lini mtaendelea kuishi maisha jinsi ambavyo inavyowapendeza? Na kwa nini hamsikii sauti yangu? Why don't you reform? Why don't you get revived and be reformed? Do you deserve mercy? Do I deserve mercy? Je, wewe yafaa upate rehema? Is it rehema ama rehema? Which one? Na nichanganye kidogo. Rehema. Rehema. Okay. Je, yafaa nipate rehema? Wewe yafaa upate rehema? Na ikiwa umepata, ya nini? Na hii miaka yote prolonged life ambao umekuwa ukiishi ndani ya rehema, ni kitu gani ambacho umetenda? Na Mungu anasema leo nimekupatia nafasi nyingine, kwa sababu naja upesi nikiwa na ghadhabu yangu.
Wale ambao watamwamini wana ujira, na wale wasioamini pia watapokea ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Ask yourself this question. Do you deserve mercy? And if you deserve mercy, for what reason? Je, yafaa upokee rehema? Na ikiwa utapokea hiyo rehema, kwa nini upokee rehema? Mtumishi wa Mungu Habaku, yeye aliposikia sauti ya Mungu alinyamaza, akasikia vizuri, akamwelewa, ndipo akasema, kumbe nimepoteza miaka mingi, kumbe nilikuwa sipati ufahamu, kumbe bado sijaelewa. Akasema, kwa miaka hii sasa ambao niko hai, na ndio ujumbe ambao unakuja kwetu sasa hivi, kwa miaka hii ambao uko hai, kwa siku ya leo ambapo uko hai, miaka ile mingine ambao umepoteza bure, sasa sahau. Mungu amesema ya kwamba anakuja akiwa na ghadhabu yake. Je, wewe utasema unikumbuke kwa kitu gani? Do you think there is anything that will be made in your favor? Je, unafikiria kuna kitu ambacho kitazungumzwa ili kikutetee? If given time, what will you give in defense? Maana tukitumia legal terms, unasikia jamaa wanasema, I'm closely examining this witness. Naomba mtu anisomee kitabu cha Ayubu 13:9. Nehemia 13 mstari wake ni wa 9. Ayubu 13 mstari wake ni wa 9. Je, itafaa yeye kuwatafuta ninyi? Je, itafaa yeye kuwatafuta ninyi? Au kama kumdanganya mtu? Je, mtadanganya yeye? Ndiye anauliza hivi, maana tumepewa nafasi, sauti hii tumesikia, wito wake umetolewa. Anasema, ninakuja nikiwa na ghadhabu, rehema nitapea wale ambao watapokea. Swali ni hili, ni nani miongoni mwetu sisi ambao tumekaa hapa ambaye ataruhusu Mungu amtembelee? Can somebody read English from this English? Yes. It says, yes. Is it good that he should search you out? Is it good that he will search you out? Wait a minute, my brother. Will you be confident to sit and wait for God to search you out? Yes, go on. Or as one man mocks another? Or as one man mocks another. Do you so mock him? Do you so mock him? Ni nani atakayesimama ili angoje Mungu amtafute? Another translation from hapa. Another, yes. Uko nyuma. NIV, yes. Will it turn out well with you if we did an examination in you? Ukienda hospitali, madaktari wanakuambia kwa kitanda, wanaanza kukuwekea kila mahali, bubu kila mahali, wanataka kuhakikisha. Alafu wakati wanakuwekea pupu, na kwa sababu ya ya corona wanaweka vitu vingi na hapa, nani atasubiri? Will it turn out well with you, my brother, my sister? How will it be? Would you deceive him as you might deceive men? All of us were seated here. Leo sisi ni watu wazuri, watakatifu, tunaoondoka kwenda mbinguni. Lakini hivyo ndivyo mnaishi nyumbani. Another translation here. I know the translations. Another translation here. Yes. Yes, good news. It says, wewe. Hiyo Biblia hutupe sahihi. Inasema, if God looks at you closely, will he find anything good? If God looks
at you closely. Omonene arakumongera. Kijaluo? Watu walio hapa? Yes? What does it say? Kijaluo? If omonene mongera diu, inasema hiyo Kijaluo? Sio hiyo. Kuna ile yenyewe. Ile ya kuna ile nyingine hii. Inasema nini? Hebu kasoma kwa Jelu. Ayuba parga dek beso chiko wacho kama. Somane. Wacho kama. Kanya saura angu maber. Bende dudi gimoro maber kuom. Ngoja hii ya kwanza hii. Hii ya kwanza hiyo. Wacho kama ne. Kenya sai akikuangalia ber. Kuna kitu atapata hapo. Another translation here. I know there are translations when you're coming back to your good news. Another translation here. Mwete Biblia nyumbani. All right. I need to remind you a few things. Wale wote ambao mko na Biblia kwa simu, very good. Lakini muwe na Biblia. Are you following me? These things can be edited and you discover you have no Bible. Kukuwa nayo, but have the Bible. Hallelujah. Amen. Yes, that is true revival and reformation. By the way, I don't think kuna mtu hapa kuna translation nyingi za Biblia ndani ya simu yake kuliko mimi. But I still have the Bible. Read your Bible, pray. Pray. Okay. Translation hapa. No translation? NIV is the same. New King James. Wacha tuimbe ile kwanza. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Sasa swali ni hili, will it be well with you? Go on. Will it be well with you if when he searches you out, anasema je, itakuwa bora? Je, itamfaa ili akutafute? Ni nani huyo atakaye stahimili? Maana anasema in wrath remember what? Mercy. Kwa ghadhabu yangu kumbuka rehema. Hapa translation. No another translation here. Okay, okay, read eke usi. Kiunge malo. Ine. Haya, sikia hiyo. Ine. Amangana nabe buya. Omonene kala barenge. We want to change that and say omonene kala bamungeri. If omonene was to mongera you, what will happen? And translation hapa? There is a translation I'm looking for. I have not heard it being read. Maria, Rehema imeisha. Hata una Biblia? NIV. No another translation? Okay, let me ask you this question. What do we mean when we say closely? Maanisha nini akikuchunguza? Kugoitona au kuunguya. What do we mean? Kiswahili sasa, wapi yule wa Kiswahili aliyesoma Kiswahili? Kiswahili soma mchungaji. Nasema hivi? Nasema namna gani? Je, itafanya ile kuwatafuta ninyi? Sasa sikia watu wa Mungu. Swali ni hili. Ni nani miongoni mwetu ambaye ataketi angoje Mungu amchunguze? Angoje Mungu amtafute. The learned friends tutasikia wakisema kule kotini, let me closely examine this witness. Were you there or you heard? Did you see or somebody told you?
wala mnaenda koti, si ni vitu kama hiyo. Yaani wanafanya vitu kama ya utoto, lakini mwisho mtu anapatikana akiwa na nini? Na hatia. Now kwa lugha ile ya Kiingereza, the good news, my brother, with the good news closely read again. Nikwambie kitu, this day today kwenye nitakula lunch na wewe ule pale, kwa hivyo soma, kuna chakula. Yes. If God looks at you closely, will he find anything good? Maana sawa, inatosha mzee. Maana anasema ya kwamba in wrath remember what? Mercy. Kwaje anauliza, je, akija kukuchunguza, je, akija kukutafuta, akija kukuchakura, akija kutafuta huku na kule, je, atapata kitu kwako? Maana amesema nimekuita, nilikuumba, nimekufanya umekuwa wangu, lakini umekuwa mtoto mtundu, mtoro, haunitii, haunifuatilii. Je, ni nani mwanaume huyo? Ni nani mwanamke yule ambaye atakaye subiri Mungu amchunguze? Hebu ni explain. And then my elder from who read the law, you need to translate this. Kuna ile unasimama na mtu unamwangalia macho mpaka ndani ya mboni. Inaitwaje kwa Kijaluo? Kwa hike usimo kumongea na kwa Kijaluo. Sema ndio. Tomwange. Yaani ile mboni kwa mboni. Pua kwa pua. Mdomo kwa mdomo. Macho. What? Tomwange. If God was to tomwange you, am I talking to somebody here? If God was to tomwange you, meaning akikuangalia paka mboni ya macho, kwanza utasubiri. Umonena anakumungira. We. Oba. Unaitwaje? Ile macho, mboni kwa mboni. Okay? Sasa si useme kama mtu ambaye anakula na mimi. Bene peke yake. Bene, if God was to bene you, yani anapokuangalia mboni kwa mboni, ninyi wazee wazima, adults, mtoto wako akikudanganya, utajua ama utajua? Utajua kwa nini? Maana unaangalia macho. Na ndio mtumishi wa Mungu hapa Ayubu anasema hivi, kwa sababu Mungu amesema ukija kwa ghadhabu yako unikumbuke kwa mema niliyoyatenda. Na ndiye anauliza, ni nani huyo atakaye stahimili aketi chini Mungu amchunguze? Na kwa sababu sisi sote hakuna atakaye kaa chini angoje Mungu amchunguze. Bene wana wa Mungu. Habakuk kwa huzuni mwingi anasema, mimi nilijitoa nikasikia wito wako. Mimi nilijitoa kabisa nikasikia sauti yako. Nawe umepata nafasi kama alivyopata mtumishi wa Mungu Habakuk siku ya leo. Maana nimeshuhudia mbele ya Mungu na nimeshuhudia mbele yenu, na ninyi wenyewe ni mashahidi ya kwamba Mungu ameongea nawe. Kwa hivyo kila mmoja, kabla ungoje Mungu tubene juu, tutomwange juu, tumongea juu. Kikuyu tene, Kikuyu hapana. Wapi Mkalenjin gale hii? Hakuna? Hapana. Wapi aniambie vile nafanya. Nasema vile nasema. Yes, kichikili. When God kichikili.
Haleluya, watu wa Mungu. Amen. If God was to kijigili you, muhara wefu uwanasi, lakini usiseme hii ya watoto, unasema yenyewe ama ujui kwa Kiswahili. Kwani lugha yenu ni Kiswahili? Mtoto bora. Sikia watu wa Mungu, kila mmoja hapa tumepata nafasi kusikia ujumbe wa Mungu. Maana yeye aliposikia alisema, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make known, so that when you come in your wrath, you are able to remember what? Mercy. Na Mungu amesema sasa una nafasi yako. Kuna miaka mingi ambayo umepoteza, na Ayubu ni anauliza, if God was to kijigili you. Are you with me ama tumeachana safari? Tuko pamoja? Mbele iko sawa? Sasa swali ni hili. What do you have to bargain before God? Na hapo ilimalizia ya kwamba kama vile mwanadamu amdanganyavyo mwingine, ndivyo unafikiri nami utanidanganya. Hiyo ni kumaanisha Mungu anakuelewa, anakujua vizuri, ukora yako na ujanja wako wote anajua ama asijui. Najua nimeweka Kiswahili hapo ya ajabu, lakini hakukusikia. Anajua ama asijui. Na kwa sababu wewe unajijua, Mungu anakujua, na shetani ndiye mjanja, anakusababisha uwe vile ulivyo. Mpaka lini utasubiri Mungu aje kukuchunguza? Mpaka lini utasubiri Mungu aje kukutafuta? Na ndio sababu ujumbe huu umekuja mwafaka kwa wakati wake, ukisema ya kwamba before he comes, let's rid ourselves of these evils. Anasema kabla nije kuwachunguza, nije kuwatafuta, fanye nini? Toeni huo uchafu wote, ili akija you can comfortably say, I have hidden my life in you Jesus Christ, and therefore I fear no man. Kuna wengi hapa mnatetemeshwa na vile watu wanasema, kutoa hukumu nyingi ambayo haina ya maana. Mpendwa, you know yourself. You know how much you have been cheating God in every way. Kila mmoja hapa unaweza kudanganya mke wako, unaweza kudanganya mume wako, watoto wanaweza kudanganya wazazi, wazazi wanaweza kudanganya watoto. Lakini je, hivi ndivyo utakavyomfanyia Mungu? Hapana, anatuelewa. Na ujumbe unakuja sasa katika ule upungufu ulio nao. Siwezi kusema mapungufu yote tulio nao kama wanadamu. Mapungufu hayo nimesema machache ni ya kukuonyesha kwamba uko mahali ambapo ni pabaya, uko mahali ambapo hapastahili. Sasa nasema mapungufu mengine ulio nayo kama mtu, usingoje mtu aje kukuambia, usingoje mtu aje kukuchunguza, na usingoje Mungu akuchunguze, bali wewe mwenyewe ufanye marekebisho. Ulie pamoja na Habakuk aliye akisema ya kwamba revive thy works in me, in the midst of years make it known. Kwamba nimekuwa nikizembea, nilikuwa sikufahamu, sikuelewi, sasa niondolee udhaifu wangu, niondolee unyonge wangu. Polish my lips so that I stop being a gospel to a blessing to God's people and his church. Nisema sentensi ya mwisho. Kuna watu wengi hapa ambao Mungu amebariki, wana vyeo mbalimbali na wana watu chini yao ambao wana mamlaka juu ya watu fulani, and you still are pressing down those people that are working under you. Wengine hawa were suppressing those house helps that we have, those gate engineers that we have. Now these days you have gate engineers. Hello.
will they see anything that comes close by that you know God? Mimi aliyonituma Mwenyezi Mungu nimemaliza. Want to make it known that miaka ile ambayo nilipoteza pasipo kufanya kazi inavyofaa, uzembe umekwisha. Nimewatangazia, nimewafahamisha. Mimi nimefanya uamuzi katika miaka hii ambayo imesalia kabla nife. Na huyu mchungaji msumbufu huyu aliniambia I have 28 years to die. Huyu jamaa huyu alikuwa anafundisha akaniambia I have 28 years to die. Lakini ambayo imesalia inatosha kufanya kazi ya Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. How many years do you have? Kama sio sasa, sasa hivi. Uamuzi gani utakaokuwa unafanya? Ile ambavyo umeketi hivyo. Yawezekana katika maisha haya shetani amekutesa, amekusumbua, amekuzungusha. Umetumia mdomo wako kwa kulaani watu. Umetumia miguu yako ya kwa kwenda haraka. Na kweli leo umeona kama ungechunguzwa na Mungu, haungengoja akuchunguze. Haungengoja kwa sababu ni maneno makubwa sana. Haustahili, lakini unasema Mungu wangu, kwa nafasi ambayo nimepata, uniruhusu na mimi nipate uisho na mabadiliko katika maisha yangu.